Na Roho Mtakatifu ananiambia umeona kikao cha kwanza. The Holy Spirit told me you saw the first meeting. Kuna mtu kashaondoka mwanzo. There is someone that has left. Wanaenda kikao kingine Januari. So they go to another session in mpaka wamalize hicho kikao. Sio moja, ni zaidi ya mmoja. It is more than one. Kila kikao every session unakuwa kuna watu wanaondoka. There are people that will leave. Kwa hiyo kama ni watu wanaoenda kwa wakilishi wa wananchi, wanatakiwa kujiombea sana, hasa wanapokuwa kwenye vikao vyao vya bunge. Hii ni Hallelujah TV. Hii ni Hallelujah TV. Tunapatikana kwenye Azam TV other channel. Sasa ndugu zangu, now brethren, kipengele kingine kinachofuata, another sector that follows, ni juu ya nchi yetu ya Tanzania. Is about our nation Tanzania. Kwanza, first of all, kitu cha ajabu nimekuwa napambana sana na haya maombi. Thing that I was battling with, lakini nikawa nashangaa, I was amazed, tangu mwezi wa 11 since the month of November, nikawa nashangaa naona chaguzi. I was amazed. I saw elections, nyingi sana, a lot of elections. Chaguzi, yani kuna uchaguzi. There are elections. Chaguzi nyingi zinaendelea. A lot of elections that go on. Kauliza chaguzi tena 2026, elections in 2026, 2027, 2028. Kuna maeneo kadha wa kadha. I saw various places. Kunafanyika uchaguzi. There are elections that na are watu done. wanapiga kula. And people were voting. Na nikawa nauliza labda ni uchaguzi wa maybe it's the election of 2030. 2030. Kwa sababu baada ya miaka mitano ndio uchaguzi mkuu. After 5 years lakini kashangaa sio uchaguzi mkuu. But it's not the ila ni chaguzi. But it's elections. Lakini uchaguzi mwingine uliokuja kufanyika ukanishtua. Sababu kama alikuwa uchaguzi mkubwa. Because it was a great election. Kasema, what is this? And I asked, what is this? Ongea tu hivyo in a parable way. Just speak that in a parable way. Maana yake ni nini? What does this mean? Hizi chaguzi. These elections. Nikagundua ni kitu kibaya ambacho kitaweza kutokea baada au ndani ya huu mwaka. Within this year, baadhi ya maeneo, in some places, kuna viongozi walishachaguliwa. There are leaders that are elected. Lakini kuna mambo yatatokea. But the things that will happen, ajali, mauti, accidents, chaguzi zitafanyika upya. And the elections will be re-elected. Kwa hizi chaguzi nyingi, now a lot of elections, maana yake kutakuwa na viongozi it wengi means there'll be a lot of ambao wataondoka that will leave. Na maeneo yao yatafanyika uchaguzi. And their places will have elections. Ndio tafsiri yake. That is the interpretation. Lakini wakati naendelea niunganishie hapo. While I went on, let me connect that. Nikasikia nikawa naona kila kikao. I saw every meeting kinachokaa. That was settled. Nitakuja kuendelea mbele, lakini kila kikao kinachokaa. Every meeting that is settled. Kwa habari ya watu wanaowakilisha wananchi kwenye bunge. Kwenye kila kikao. Every meeting. Nikawa naona kikao kinapoisha. I saw when the meeting kuna sadaka ya damu. There was a sacrifice of blood of the leader. Lazima itoke. It must be given. Kila kikao. Na Roho Mtakatifu ananiambia umeona kikao cha kwanza. The Holy Spirit told me you saw the first meeting. Kuna mtu kashaondoka mwanzo. There is someone that has left. Wanaenda kikao kingine Januari. So they go to another session in mpaka wamalize hicho kikao. Sio moja, ni zaidi ya mmoja. It is more than one. Kila kikao, every session, unakuwa kuna watu wanaondoka. There are people that will leave. Kwa hiyo kama ni watu wanaoenda kwa wakilishi wa wananchi, wanatakiwa kujiombea sana, hasa wanapokuwa kwenye vikao vyao vya bunge. Especially when they're in parliamentary sessions. Kila kikao, because every session, when it is concluded, au kikiwa kinaendelea, or when it is on, kuna mtu atakuwa anaondoka. There is someone that will be leaving. Na ndio maana nikaona, that's why I saw chaguzi zinaendelea. The elections going on. Lakini kitu kingine, another thing, nikasikia tu sauti ya Bwana inasema, the voice of the Lord shauri mamlaka za Afrika, lakini hususan Tanzania, especially in Tanzania, ufanyike mpango kazi mkubwa sana kwa vijana, to youth, na inatakiwa ifanyike haraka sana. And it's supposed to be done quickly. Maana vijana wengi, because a lot of youth walioko mtaani, that are in the streets wa Kitanzania of Tanzania na Afrika, and Africa, wanahitaji revolution. They need revolution. Mabadiliko. Revolution. Makubwa. Great one. Hii ni Hallelujah TV. Hii ni Hallelujah TV. Tunapatikana kwenye Azam TV other channel. YouTube andika Hallelujah ya Kiswahili kisha malizia na TV. Instagram TikTok kusoma. Kuna watu walikuwa na
kwanza darasani, lakini hawakufika chuo kikuu. Facebook na X kote kwa jina moja la Prophet Rolinga. Watu sahihi wa mwilini wanavutwa na nguvu sahihi ya rohoni. Sikiliza pia Hallelujah FM kupitia Radio Box. Utabarikiwa. Kuna nguvu ndani.